Yes, hii ni kamera mwandishi ambayo tunakumulikia taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia tunakumulikia taarifa hadi zile za ndani. Taarifa ambazo huwezi kuzipata sehemu nyingine yoyote ile. Karibu kamera mwandishi. Karibu kuweza kufahamu kile ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Kama amezuiliwa na polisi. Mtu mwenye akili zake timamu hawezi akafanya kosa hilo la kufananisha quality ya wachezaji wa Yanga na wachezaji wa Tabora United. Wachezaji wazuri, lakini unapozungumza quality lazima kuwe kuna difference. Ndio maana unaweza kukuta kuna Barcelona wana wachezaji wenye quality, alafu kuna Levante wana wachezaji wazuri ambao hawana quality ya Barcelona. Kwa hiyo maneno ya kuchagiza tu ambao sisi kama Yanga tuliyatumia kutumotivate. Tuliyatumia sisi kama motivation, na wallahi billahi nilizungumza kwa Kifaransa na Pacome kwamba huyu kasema wewe huna uwezo. Akaniambia basi tutakutana kwenye pitch, na amekuja kutoa majibu yake hapa. Amekuwa man of the match, tunampongeza. Na mimi tu sijui angapi nimechukua Pacome, tukazi hesabu sasa. Kwa hiyo ni maneno ya kawaida tu kwenye mpira ndugu yangu. Nimekutana bwana na mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa Paul Chacha kabla mechi ijaanza pale jukwani. Aliniita tukasalimiana, na maneno yake aliniambia ilikuwa ni maneno machache tu. Aliniambia kwanza, mdogo wangu nakupongeza kwa kazi nzuri uliyoifanya ndani ya mkoa wa Tabora, kazi ya kuhakikisha mkoa umepata hamasa kubwa ya kimichezo. Umefanya vitu vingi ambavyo hatujawahi kuviona vikifanyika. Timu nyingi zikija hapa, haya timu yao haijawahi kufanya. Tumeweza kumobilize watu wengi kwenye matukio tofauti. Kwa hiyo ameona impact ya uwepo wa mwenyekiti wa wasemaji hapa na amenipongeza kwa hilo. La pili, amenipongeza kwa namna ambavyo tumefanya hamasa nzuri. Uwanja umejaa kweli kweli. Ameshuhudia hilo, ameniambia ndo mara ya kwanza nimeona uwanja umejaa, Tabora umeitika kweli kweli. Na watu wakaniambia yote yaliyotokea ni mambo ya kimpira tu. Nothing personal. Mimi nilikuwa nachagiza na wewe umechagiza. Mwisho wa siku mechi imalizika, nyinyi mmeondoka na ushindi, maisha mengine yanaendelea. Masaa 24 niliwaambia, masaa 24 masaa ambayo alitolewa na comedian. Yule dada niwaambieni ni comedian mzuri. Na kutoka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia mimi kwa level yangu siwezi kuingia kwenye mjadala na old version namna hiyo. Ile ni type ya zamani. Yaani sasa hivi dunia kama ipo kwenye flat screen, unamrudisha mtu kwenye TV ya chogo. Sasa mimi kwa hadhi yangu natazama flat screen, nianze kujadiliana TV ya chogo kweli? Hizo sio level zangu. Ndio maana amezungumza. Nimesema yani yule kama Tabora wakiandaa Tabora Cheka Festival, anaweza kupanda akachekesha watu wakapata hela. Lakini kwenye masuala hayo ya kutoa amri masaa 24 na nini, masaa si yameisha. Chuma sinipo hapa, sina dunda, sina afya njema, siniko na nuru. Sasa masaa 24 hapa yanazungumza. Bana, sasa hiyo ilikuwa kabla. Baada ya mechi sasa kumalizika alitoa hayo maneno baada ya maana alikutana hivi, kumbe saa 24 hazikuisha. Alikutana unajua kwenye mechi pale na mkuu wa mkoa, akasalimiana, video zile trend sana jana, tunatuliziona maeneo mbalimbali. Kama alivyosema hapa, wakazungumza kila kitu kikawa sisi tukawa tunasema kimeisha, yani kimeisha namna hiyo, kwa sababu mpira ndani yake pia una utani. Kwa hiyo hata ile nguvu ya kama kuja kumuita Christina Mwagala alikuwa nayo wakati anazungumza. Lakini hao wanajua, inawezekana wanajuana, kwa sababu pia kuna maneno ambayo Christina huwa anayatupa kwenda kwa Alikama, na Alikama pia yanamchoma. Useme tu kwamba alishaye kusema kwamba hajui kazi. Kwamba Alikama hajui kazi. Ahmed Ali. Usema Ahmed usiishie. Malizia. Na Masanza na Ila bana, okay. Hebu tuende kwanza. Tumsikize Abwao. Tumsikize RC. ACP. Richard Abwao. Ni kweli tunamshikilia afisa habari wa timu ya Yanga Alikamwe, na anaendelea kufanyia mahojiano katika kituo kikuu cha polisi cha mkoa wa Tabora kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Na anashtakiwa na jeshi lenyewe la polisi ama mashtaka yametoka kwa? Tunaendelea kufanya naye mahojiano, taarifa kamili tutakuja kuitoa baadaye. Pengine ana muda gani tangu ameshikiliwa? Alikamatwa jana usiku. Na kauli zake ni zile ambazo zimehusishwa michezoni ama nje ya mambo yake ya shughuli za kikazi? Naomba kwa sasa nitoe taarifa kuthibitisha kwamba tunamshikilia, na taarifa nyingine zitatolewa baada ya mahojiano. Hiyo ni sauti ya kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao akifanya mahojiano na Jackson Msabaha, the heavyweight. Mtozi wa kipindi cha Sports Arena. Kwa sasa anashikiliwa. Na sio muda mfupi uliopita amezungumza. Kwa hivyo inaonekana bado ameshikiliwa na jeshi la polisi. Sasa usikute ndugu yangu kachukua asali ya watu
au ni haya tu? Unaleta masiara okay. sasa wewe. Tukiweka masiara pembeni. Let's be serious. Ukiingia kwenye mpira kuwa tayari kwa lolote. Usiingie kwenye mpira alafu ukajificha kwenye kivuli chako cha wadhifa au kitu fulani. Ukiingia kwenye mpira kuwa tayari na utani wa mpira. Kuwa tayari nao. Na unamwambia nani? Yoyote anaingia kwenye mpira. Okay. Kama una kofia yako nyingine na umeingia kwenye mpira, ivue nyingine, kuwa kwenye mpira. Sasa wewe ukishaingia kwenye utani wa mpira alafu bado unataka kujilinda kwa kofia yako nyingine. Zamani kidogo kulikuwaga na vita fulani ya maneno unakumbuka kati ya Jerry Muro na Haji. Na wakati ule Jerry alikuwa yuko kwenye wadhifa fulani hivi tena. Alafu kama Haji kuna skadi moja alipiga alafu Jerry akamtishia akamwambia nitakuweka ndani. Unakumbuka vile vitu. Sasa tusifikie huko. Wewe kama umeingia kwenye mpira inawezekana wewe ni mlezi wa timu ya mkoa wako. Kama vile ambavyo vile mkuu wa mkoa wa Tabora, mkuu wa mkoa wa Mwanza na wakuu wa mikoa wengine ambao timu zao ziko huko zinashiriki ligi. Of course mkuu wa mkoa wa Tabora naye ana kauli zake alizitoa kwa Yanga. Yanga wakasemea wapi? Kwa mfano, yeye alisema anajua kama Yanga atakuja na kielele. Yanga wakaisemea wapi? Kwa na yeye swala la wewe kujibiwa kama ndio ambalo linamfanya hali anashikiliwa pale. Ni heri ya watu wakakaa pembeni. Wasio wanaingia kwenye mpira. Kama utakuwa unatania watu na wewe ukijibiwa unatumia wadhifa wako mwingine kushikilia watu wengine. That's not proper. Yaani ukishaingia kwenye mpira, huu ni mpira. Masuala mengine ya wadhifa wako mwingine na siasa zako, hayo ni masuala mengine. Ni kama vile wao ukiingia kwenye siasa. Ushaonaga kuna watu wanakamatwaga kwa ajili ya wewe ulimwambia huyu hivi kwenye kampeni, unaonaga wanavyochafua naga. Wewe ulifanya hivi, wewe ulifanya vile, nani anakamatwaga kwa ajili ya kampeni? Kwamba huyu alimsemea vibaya huyu. Of course wana mambo yao waga wanakamatanaga huko baadaye, lakini kwenye mpira we are totally different. Hakuna mtu aliwahi kamatwa kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa kama unadhani ulikosewa heshima katika namna moja au nyingine, angalia namna ya kusolve mambo yako. Umeelewa? Na yeye sisi kwenye mpira tunaga masuala ya kukamatana kwa sababu tumetaniana au tumefanyaje. Kwa hiyo ukishaanza, mimi sijawahi kuona mtu akamvunjia heshima mtu ambaye hajaanzisha. Yaani out of nowhere akaanza tu kakujibu au kakwambia kitu fulani. Na ukizingatia alichokizungumza yeye lilikuwa ni jibu, sio kama ndo alianza. Kwa nini si alienda Tabora muda mrefu, lakini hakuwahi zungumza kitu. Kwa kama nimekuelewa vizuri, yani huku kwenye mpira tuna lugha zetu. Tuna utani, tuna masiara wakati mwingine, tuna kutambiana. Ukiingia huku sawa cheo chako. Bali kwamba nimeingia huku. Exactly. Ili mradi tu mtu hajavunja sheria za nchi. Sawia. Hajamtusi mtu. Sawia. Na kufanya vitu vingine kama hivyo. Na nafikiri ni ushauri mzuri mtoa. Ni ushauri mzuri. Na ni jambo ambalo natakiwa tuwe nalo. Kwa sababu huko tunapoelekea sasa tutakuwa kuna uoga. Yaani tuko kwenye mchezo, unajua sisi huko tuko free. Kwa sababu unajua ndugu yangu hata akitoka, atakapowekewa mic kuulizwa atosema ya kule. Atosema ya kule kwamba aliulizwa nini. Nilikuwa tunaulizwa juu ya mawili matatu, lakini honestly sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Nafikiri mimi nirudi kwenye ufundi. Turudi kwenye kile ambacho ilikuwa tukizungumza. Nafikiri tukawa tumekiacha mbali kidogo kwenye issue ya goli. Turudi kiufundi sasa. Nafikiri maelezo kuhusu hicho ambacho kimetokea kwa Kamwe na mimi atakuwa amejitosheleza kutoka